Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni matumaini yangu kuwa ubuheri na mzima wa afya. Ikiwa imetimia saa 7 saa za Afrika Mashariki tarehe 18 mwezi Mei mwaka 2026. Karibu katika habari za magharibi. Mimi ni Juma Ngetich. Tunamwananga na taarifa kuwa baada ya takribani siku 4 kutangazwa kwa bei mpya mafuta nchini chini na mamlaka ya kudhibiti kawi nchini EPRA, hisia kinzani inazidi kushuhudiwa humu nchini. Katika mzunguko huo wa bei, dizeli iliongezeka kwa shilingi 46.29 kwa lita, huku petroli ikiongezeka kwa shilingi 16.65 kwa lita. Huko Nairobi petroli sasa inauzwa kwa shilingi 214.25 kwa lita, huku dizeli ikifika shilingi 242.92 kwa lita. Hali sawia inazidi kushuhudiwa mjini Bungoma, ambapo madereva wameungana na wenzao katika taifa zima kususia kazi ili kushawishi serikali kulegeza kamba na kupunguza bei ya bidhaa hiyo muhimu humu nchini. Wakazi pamoja na wafanyabiashara kutoka jimbo hili wameelezea hisia zao kufuatia ongezeko la bidhaa hiyo muhimu humu nchini. Mimi naitwa Dennis Mizakwa, akiwa mtetezi wa kaunti. Jina kamili naitwa mtetezi. Nilipoingia hapa saa 10:30 nilipata kweli afueni sana ama kero kwa abiria yetu. Walipatikana wa abiria ni wachache. Tulikuwa tunawalipisha shilingi 300. Nilipowalipisha shilingi 400 kweli walilia. Nikawaambia itabidi mlipe kwa ajili ni 2 term. Mlisema 2 term na nikawaambia ni 1 term. Ilibidi walipe nauli. Ambapo gari tunapanga kutoka saa 10 mpaka saa 1 tunapanga magari 12. Kwa leo hakika tumepata apotua sana. Tukatuma gari moja tu peke yake. Kwa majina naitwa Claire Wandera, ni mfanyi biashara hapa katika soko la Chepkube, nauza vyakula. Sisi katika hali kulingana na hali inavyoendelea saizi, tunaona ya kwamba bidhaa zimepanda bei, haswa nyanya imekuwa bei ya juu zaidi, hata tunashindwa tufanye nini. Serikali inafaa kufanya kitu, kwa maana sasa hao ndio wana jukumu na kusaidia, lakini pia naelewa kwamba si problem ya serikali peke yake. Shida ya mafuta iko all over the world. Ile tulikuwa na hiyo vita ya Cuba, Iran wanapigana na Israel. Familia ya aliyekuwa gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wafula Wangamati imethibitisha kifo cha babake mzazi mzee Patrick Wangamati kilichotokea alfajiri ya kuamkia leo akiwa kwenye matibabu katika hospitali ya Hopkins mjini Bungoma. Kupitia taarifa kwa umma, Wangamati amesema marehemu aliaga dunia majira ya saa 10 alfajiri baada ya kuugua kwa muda, huku akipatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali ikiwemo Nairobi Hospital na Bungoma West Hospital. Mzee Patrick Wangamati alikuwa mwanasiasa mkongwe aliyewahi kuhudumu kama mbunge maalum wa Ford Kenya pamoja na kuwa mwenyekiti wa baraza la wazee wa Waluya. Viongozi mbalimbali katika eneo zima la magharibi wameendelea kutuma salamu za rambirambi kwa familia hiyo, huku wakimtaja kama kiongozi mwenye hekima na mtetezi wa umoja wa jamii. Miongoni mwa washikadau ambaye ameshawahi kuchapa kazi naye ni Philip Wanyonyi, na hii hapa kauli yake. Kwa majina mimi naitwa Philip Wanyonyi Wekesa. Mimi ni mkazi wa kaunti ya Bungoma na kaa hapa Bungoma wa jamii ya Wabukusu. Nataka kutoa kwanza rambirambi zangu wa familia ya mzee ambaye alikuwa kiongozi wetu, kwa kiongozi ya Waluya, alikuwa mbunge, amekuwa mfanyabiashara mkubwa katika kaunti ya Bungoma, alikuwa meya wa Webuye, mzee Wangamati. Mzee Wangamati nasikitika kwa kifo chake, kwa sababu amekuwa mzee wa maana sana katika jamii yetu ya Bungoma, jamii yetu ya Ubukusu, jamii ya Waluya. Amekuwa ni kiungu kikubwa
katika jamii yetu, na mimi nilikuwa namjua katika njia ya kipekee, kwa maana tulikuwa tunaongea na yeye mambo ya kisiasa, mambo ya jamii, mambo ya uchumi wa watu wakazi wa Bungoma, mambo ya Nzoia. Tumekuwa na yeye na ni mzee ambaye mimi nilikuwa naenda kwake kusoma mambo mengi ya Kiafrika, ya kijamii, ya kisiasa kutoka kwake. Na sasa ninasikitika kwamba ameaga. Ninatoa pole na rambirambi zangu kwa familia, haswa kwa gavana aliyekuwa katika mamlaka katika kaunti ya Bungoma, Gavana Wycliffe Wangamati, na vijana wote na watoto wote wa mzee Wangamati na jamii yote kwa ujumla. Ninasema pole. Tumepoteza sio baba yetu pekee, bali ni baba wa jamii mzima ya jamii ya wakazi wa Bungoma. Natoa rambirambi zangu kwa jamii, kwa familia na kwa jamii ya Bungoma, na hasa eneo lote la eneo la magharibi, kwa sababu yeye amekuwa mwenyekiti wa Luhya Council of Elders, amekuwa katika Bukusu Council of Elders, na mimi ni mmoja wa wale wadoka ambao nilijifunza kwake. Kwa sasa hivi mimi pia niko katika Council of Elders. Mimi ndio representative ama mwakilishi wa King wa Bamasaba kutoka Uganda katika nchi ya Kenya. Mimi ndio special envoy ambassador wake, na tunaendesha mambo ya kijamii na mambo mengi ya kuendesha jamii nilisoma kwa mzee Wangamati. Sasa mimi nasema pole, tumepoteza mtu wa maana, tumepoteza miti ile ambayo tungekuwa tunaenda kutafuta dawa kutoka kwake. Kwa mambo mengi ambayo yanahusiana na jamii yetu katika hali ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Yeye amekuwa mkulima wa kahawa, yeye amekuwa mkulima wa miwa, yeye amekuwa mfanyabiashara mkubwa katika kaunti ya Bungoma. Amekuwa meya wa Webuye, kiongozi ambaye pia aliongoza watu wa Webuye, na amekuwa mbunge katika eneo hili, na vile vile amekuwa kiongozi katika jamii akiwa mwenyekiti wa Luhya Council of Elders, na ametuongoza vizuri hata sisi ambao tumechipuka kwa sasa hivi kuwa viongozi wa Council of Elders. Tumesoma mambo mengi kutoka kwake, na tutaendelea kufanya yale ambayo alikuwa ananiambia tukaa hapo Tourist Hotel kuhusiana na mambo ya Bukusu Elders, Council of Elders. Tunaendelea kuleta mabadiliko katika Bukusu Council of Elders na katika Luhya Council of Elders, ili mambo mengi nilisoma kwake na yale ambayo nilisoma kwake nimeanza kuyatekeleza polepole, kutafuta machairman wote wa Bukusu katika kaunti ya Bungoma na sehemu zingine, ili tuendelee kufanyia pamoja kama jamii katika umoja, kwa sababu umoja ndio nguvu. Hatuwezi ongelea mambo ya siasa peke yake bila kukuwa na umoja katika jamii, na ile ambaye inaleta umoja katika jamii ni kanzo ama Bukusu Council of Elders. Ndio njia pekee ya kuleta jamii zote pamoja. Sasa mimi natoa pole zangu kwa familia na kwa jamii kwa ujumla. Tumesikitika, tunaona uchungu, kwa maana kumpoteza baba sio kitu rahisi katika jamii. Niliwahi mpoteza baba na ninajua uchungu wa kumpoteza mzazi kwa mtu yoyote. Sasa nasema pole kwa Wycliffe Wangamati ambaye yeye mimi tulisoma na yeye Kandui Primary, amekuwa gavana wangu, ni kiongozi wangu, tunajuana, ni rafiki, na familia yote najua, jamii wote, vijana wote, wasichana, nasema poleni na jamii ya wakazi wa Bungoma.